Mapema asubuhi baada ya kutolewa katika guruguru za EACC, Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya alifikishwa katika mahakama ya Kilimani kusomea mashtaka ya ufisadi, mgongano wa maslahi na unyakuzi wa mali ya umma. Waendesha mashtaka wakipinga kuachiliwa kwa gavana kwa dhamana, wakielezea wasiwasi kuhusu uwezekano wake kuhitilafiana na mashahidi au kuharibu ushahidi. We are releasing an accused person on bail, even when it is shown that they will attend trial. We are releasing them on bail will prejudice the trial and therefore the integrity of the trial. This court has a reason, a compelling reason to deny them bail. Your Honor, what was so difficult with just summoning to court, telling him to appear in court on such and such a day? Why all the drama? Arresting the man and putting him in custody. There is no way in the charge sheet that says that the governor abused his office. There is no way in the charge sheet where there is a charge of conflict of interest. Hata hivyo, mahakama imetofautiana na upande wa mashtaka katika uamuzi wake, hakimu CN Ondieki akisema upande wa mashtaka ulikosa kutoa sababu ya kutosha ya kumnyima dhamana. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1500 pesa taslimu kama sehemu ya masharti ya dhamana. Mahakama zimeamuru gavana kutofika afisi ya kaunti ya Trans Nzoia kwa siku 60. Court reaches a conclusion that the state has failed to present compelling reasons to deny the first. That the first accused shall be released upon executing a bond of Kenya shillings 1 million with one surety of the same amount. Alternatively, the first accused shall be released upon depositing cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. Natembeya alikamatwa siku ya Jumatatu katika matukio yaliyosheheni kizaazaa. Anadaiwa kati ya Januari mwaka 2023 na Aprili mwaka 2025 alinufaika kifedha kupitia kampuni tatu zinazodaiwa kuwa na uhusiano wa karibu naye kibinafsi. Inadaiwa kuwa moja ya kampuni hizo zinamilikiwa naye Mercy Chelangat ambaye ni mkurugenzi na mshiriki wa karibu wa gavana huyo, huku kampuni hizo zikiendelea kupokea kandarasi za hadi shilingi milioni 3.3 kutoka katika serikali ya kaunti. Kesi hii imeratibiwa tena kutajwa tarehe 3 mwezi wa Juni. Hii leo imekuwa ni siku ya mivutano ya kisheria baina ya pande zote mbili katika kikao cha mahakama. Licha ya gavana kuachiliwa kwa dhamana, bado anakumbwa na mashtaka hayo ya kesi ya ufisadi. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Vincent Nixon.